Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Nisome hii inaonekana kuna makaratasi imetoka. Sasa nisome hii ya Kiingereza. Genesis 16 verse 13. Wale ambao tumefika pale tayari tumeona ule ujumbe hapa imeandikwa pale. Hiyo neno inasema hivi: and she called the name of the Lord that spoke unto her, you God, see me. For she said, have I also here seen him that he sees me? Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwosho. Ndio kurata ni mwaka wako. Ni kule naga ikuona. Kuna Mungu ambaye hukuona. Mungu ambaye hukuona. Ni afadhali kuona na Mungu kushinda kuona na watu. Sababu watu wanaweza kukuona ili wakusherekee. Lakini Mungu wakati anakuona ili aweze kukusaidia. Katika neno kwa Kikuyu inasema hivi: na kihaga ikagetwa na kihaga verse 13 inasema na kihagari agetwa Jehova ucio wa mwaririe o we wi Mungu uria mwoni ni undu we euririe atiri agade kuyonera uria unyona na kuige. Yani I have seen the ya Kiingereza ndio inasema vizuri. Inasema kwamba have I also seen him that sees me. Si Mungu akakufungua macho siku ya leo. Unamuone yeye ambaye akuonaye. Gaya kulikore maitho tu. Uone ulia ukuona. Wakati unamuona yeye ambaye anakuonana, hata kama unakuwa katika unapitia hali gani, utajua mbinguni kuna mmoja anakuona. Haleluya. Haga alikuwa ni msichana ambaye alikuwa anafanya kazi kwa baba wetu wa imani Abrahamu. Na Sara ambaye ni mke wa Abrahamu baba wetu wa imani akawa hapati watoto. Na siku moja wakajadiliana, wakasema sana. Abraham alikuwa anaitwa Abraham na Sara akamwambia Ibrahimu, Abraham, badala ya mimi nikae hivi, chukua huyu mjakazi ambaye anatufanyia kazi, uweze kwenda na yeye apate mtoto, ili wakati atalete ule mtoto akamsalia katika miguuni sana. Na Abraham naye pia huyo akasema ni nguo yao. Hiyo ni vizuri. Na Mungu atusaidie siku ya leo. Tuwe watu ambao tunamngojea Mungu. Abraham aliambiwa na Mungu, I will make you a father of a great nation. Ndio hiyo. Miaka imeenda. Anaangalia yule msichana wake anaitwa Sara, miaka imeenda. Anaona kweli Mungu amekaa. Na akasema wacha nitafute njia ya mkato. Mungu atuondolee njia za mkato. Kwa sababu njia za mkato huleta matatizo baadaye. Sasa huyo msichana, she became a victim. Kwa sababu sasa hawa ndio wakuu. Na huyo msichana akakubali, na pia anasema kwamba akashika mimba. Na wakati alipokuwa anaendelea na uzito, neno la Mungu linasema akaanza kumuligia Sara. Naye Sara akasema, we ndio kujitia na nilinde na utelie ino ndio upande uiga. Kuna watu ambaye wamefurushwa katika sehemu zao, katika umiliki wao, katika maisha ya kiroho. Naye Sara sababu hangefanya kitu, akaondoka akatorokea katika jangwa. Na ndiposa hapa sasa tunaona katika neno la Mungu malaika wa Mungu akamtokea na Musa, Sara, Hagai, sio Sara, Hagai, ni nini unafanya katika jangwa? Akamwambia